Walipovunja mlango wa nyumba yake asubuhi, walimkuta Rehema amekaa sakafuni, mgongo ukiegemea ukuta, macho yake yakiwa wazi, lakini mdomo wake umeshonwa kwa uzi mweusi. Na kitu kilichowaogopesha zaidi wanakijiji wa Mbuyuni si kifo chake, bali neno aliloacha limeandikwa ukutani kwa damu: nilisikia mtu akigonga dirishani. Yote yalianza wiki moja kabla. Rehema alikuwa mwalimu mpya wa shule ya msingi aliyetoka mjini kuja kufundisha katika kijiji cha Mbuyuni kilichopo pembezoni mwa msitu mkubwa wa hifadhi. Alikuwa msichana jasiri, asiyeamini sana mambo ya kishirikina ambayo wazee wa kijiji walipenda kuzungumza. Siku ya kwanza alipohamia kwenye nyumba ndogo ya bati aliyopewa na serikali, jirani yake mzee mmoja alimwambia kwa sauti ya chini, usiku ukisikia mtu anagonga dirishani, usifungue mapazia hata kama atasema jina lako. Rehema alicheka tu. Haise babu, hizo ni hadithi za kuogopesha watoto. Mzee hakujibu, alitikisa kichwa polepole akaondoka. Kabla ya kuendelea, kama unapenda hadithi hizi za kutisha na za kusisimua, hakikisha unaabonyeza kitufe cha subscribe ili usikose vipindi vijavyo, na andika maoni yako hapo chini, ukitoka wapi, ili tuweze kuzungumza nawe. Usiku wa kwanza saa 7 kamili, Rehema alikuwa kitandani akisoma kitabu chake. Ghafla, gong, 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 dirishani. Alikunja uso, labda ni tawi la mti, alijisemea, lakini kisha akasikia sauti ya kunong'ona ya mwanamke nje kabisa ya dirisha. Rehema, nifungulie. Damu ilimkimbia. Hakuna mtu kijijini aliyemfahamu kwa jina bado. Alijifunika shuka hadi kichwani, moyo ukidunda. Baada ya dakika chache, sauti ilipotea. Asubuhi alipoamka, alijikuta akicheka peke yake. Nilikuwa nawaza sana tu, alijisemea, lakini alipofungua dirisha, aliona alama za vidole 5 vya tope zikiwa zimebandikwa kwenye kioo cha dirisha kutoka nje. Usiku wa pili, sauti ilirudi. Gong, gong, gong. Safari hii ilikuwa kali zaidi. Halafu sauti ile ile ya mwanamke, sasa ikiwa karibu zaidi. Rehema, najua uko ndani, naona mwanga wako. Machozi yakaanza kumtoka bila kujua kwa nini. Mwili wake ulikuwa mzito kama amefungwa minyororo. Alitaka kupiga simu, lakini simu yake haikuwa na mtandao. Ghafla, sauti ikabadilika. Haikuwa ya mwanamke tena. Ilikuwa kama watu wengi wanazungumza kwa pamoja, sauti zilizochanganyika. Fungua, tunataka kuingia. Dirisha lilianza kutikisika taratibu, kana kwamba kuna mtu analisukuma kutoka nje. Rehema alifunika masikio, akapiga kelele, ondokeni! Na ghafla, kimya. Siku iliyofuata shuleni, alimuuliza mwalimu mwenzake kuhusu nyumba ile. Mwalimu yule alinyamaza kidogo, kisha akasema, miaka 3 iliyopita,
Familia iliishi hapo, mama, baba na mtoto wao mdogo wa kike. Usiku mmoja, majirani walisikia mtu akigonga dirishani kwao akiita msaada, lakini hakuna aliyefungua. Asubuhi, walikuta familia yote imekufa ndani. Midomo yao ilikuwa imeshonwa. Mwili wa Rehema ulitetemeka, na huyo aliyekuwa anagonga dirishani aliuliza kwa sauti dhaifu. Mwalimu alimtazama moja kwa moja machoni. Hakuna mtu aliyewahi kuonekana nje ya nyumba ile usiku huo. Usiku wa mwisho, Rehema hakuweza kulala. Aliketi kitandani, taa ikiwa imezimwa, macho yake yakiangalia dirishani gizani. Saa 7 kamili. Gong, gong, gong. Hakutikisika. Kisha sauti ikaja, safari hii ikiwa nyororo, tulivu, kama sauti yake mwenyewe. Rehema, tafadhali, niko nje, wanafukuza. Alishutuka. Ilikuwa ni sauti yake kabisa. Taratibu, bila kujua kwa nini, alisimama kutoka kitandani. Miguu yake ilitembea yenyewe kuelekea dirishani. Kichwa chake kilisema usifungue, lakini mkono wake ulifika kwenye pazia. Sauti nje ikacheka kwa sauti ya chini. Pazia lilifunguliwa kidogo, na Rehema akaona uso wake mwenyewe ukimwangalia kutoka nje ya dirisha. Uso ule ulikuwa unacheka. Macho yake yalikuwa meusi tupu. Asubuhi iliyofuata ndipo wanakijiji walipovunja mlango, wakamkuta Rehema sakafuni, midomo yake imeshonwa na dirisha lake lilikuwa wazi. Kama umefurahia hadithi hii na unataka kuona zaidi za kutisha na kusisimua, usisahau kuwabonyeza subscribe na kuandika wapi unatazama kutoka hapo chini. Tungependa kusikia kutoka kwako. Tangu siku hiyo, watu wa Mbuyuni wanasema, ukisikia mtu anakuita kwa sauti yako mwenyewe usiku wa manane, usiende dirishani, kwa sababu huenda wewe tayari uko nje.